Karibu mama. Baba, Abasi alichonifanyia. Abasi mimi kunifanyia leo nifanyia. Abasi wa kutembea na rafiki yangu mimi na yule ni zaidi ya ndugu yangu wa damu. Vyote vile nilivyomfanyia Abasi kaona kwangu ni bure kabisa. Ameamua kunilipa hivi. Sasa mama, baada ya kutoa vikalio hivi mimi nikanajua tunaulizana habari za nyumbani, za huko imekuaje. Lakini sasa unakuja kuniambia habari za Abasi na malalamiko yake. Abasi katembea na rafiki yako. Wakati Abasi yeye ameniambia wewe ni bosi wake. Ina maana anafanya kazi kwa bosi wawili au inakuaje? Mbona sielewi? Baba, Abasi mimi sio bosi wake. Na kama alikwambia mimi ni bosi wake, alikudanganya mwanao. Abasi mimi naishi naye, pika pakua. Kila kitu unachokiona namgaramia mimi Abasi. Vyote unavyomuona mwanao anavyopendeza, anavyokuletea pesa, huduma zote anazokupa zinatoka kwangu. Wala mimi sio bosi wake. Unamaanisha wewe mwanamke wake? Ndiyo. Sasa kama hivyo ndivyo, habari za Abasi unakuja kulalamika hapa mama. Habari za hizo za uzinifu ambao mnazini huko. Wewe sio mkewe wa ndoa, hapa mimi nikuja pengine wewe ni mkewe. Wakati mtongozana mimi sipo, unakuja kulalamikia. Mimi najuaje habari hizo hapa? Wewe mzee, mwanzo ulipokuwa unapokea pesa, viloba vya unga, viloba vya mchele, hukujua kwamba ni uzinifu. Sasa hivi naleta malalamiko yangu hapa, eti unakuja kuniambia kwamba ni uzinifu. Mama, mimi nilikuwa najua wewe ni bosi wake na Abasi. Huo mchele, unga pamoja na pesa, mimi nilikuwa najua naletewa na mwanangu. Hizo habari mimi nazijua wapi? Kama makosa labda umefanya wewe, unatoa pesa nyingi za kumlisha likasusu mpaka nakuchanganyeni wewe na rafiki yako. Mama ondoka, usiniletee mambo ya matusi hapa kwangu. Hakuna bosi anayeweza kufanya hivyo vitu unavyosema wewe. Hakuna bosi anayeweza kukuletea wewe viloba vya unga, vya michele, anakupa pesa. Bosi yupi? Wapi? Nani? Sema na mwanao. Nitakacho kuja kumfanyia, atakuja kunichukia sana. Mimi niseme na nini basi? Hicho ambacho utakumfanyia, mfanyie huko. Sasa mbona unakuja kwangu mimi? Kumbe basi mbona unaweza kumfanyia yote ambayo unaweza kumfanyia. Kwangu mimi unajua kufanya nini? Mama ondoka. Mwanao basi kule mjini hana kazi ya kufanya. Kazi yake yeye ni kuwekwa ndani. Yaani unapomwona basi anapendeza, anakuletea kila kitu, kawekwa ndani. Hana kazi mjini. Sasa kama afanye kazi, kinakuuliza nini? Hiyo kazi ambayo alikuwa anafanya huko ndio inakuuliza. Sio kazi hiyo. Sasa nimejua. Abasi amelisi wapi? Kumbe wewe mzee ni waovyo sana wewe. Wewe ndio umemharibu kijana wako. Na basi anakuharibu wewe. Ndio. Usijali mama. Nipo kwa ajili yako, siku zote nitaendelea kufurahisha. So hivyo kutuzo kama leo nimemiss sijafanya muda mrefu. Kwa siku kabisa na mambo yako. Kutupe muda. Ni kweli mtu wangu, unajua natafuta hada Mariam. Natafuta pia hela wewe ule. Mtu wangu, lakini muda wote napokuwa kunakuwa na kuanza. Bwana mazuni unakuwa hivyo. Kwa hiyo kuna ndio kwamba nibadilisha ratiba. Namna. Bangu ile. Yaani nyie mmekaa tu mnashikana. Anujui kitu kinachoendelea Sasa hivi ni 11 kamili. Ikifika 11:30, baba wewe, mama yako mzazi anafariki dunia. Muda huo mnashikana, bado muda huo mngeenda kuongea naye mara ya mwisho. Hivi unajua mimi mtoto nimemchoka huyu? Unajua nimemchoka mtoto? Hivi wewe nani? Who are you? Wewe nani? Unajikuta wewe nani? Unajikuta wewe nabii? Wewe nani unatabiria watu vifo? Who are you nakuuliza? Mtoto vipi huyu? Mama. Hapana bwana, mimi simtaki huyu mtoto. Wewe nani? Unajikuta nani wewe? Wewe umekuwa kiboko ya chawi. Unaambia tu anakufa kweli. Huyu nani? Mama yangu mimi anafariki. Baba. 300 itakuwa. Naomba tuondoke. Mama. Wewe mtoto nani wewe? Twende tu mama. Twende. Who are you? Wewe nani? Twende mama. Twende. Wewe mtoto. Mama, tufanye haraka. Umetoka zikote uzoazi kwa. Twende.
Baba. Nini? Nini baba? Baba kuna nini? Jamani kuna nini? Mbona mko hivi? Baba mbona unalia? Baba niambie. Kwani mama yuko wapi? Jamani kuna nini? Mama. Kuna nini baba? Jamani kuna nini kwani hapa tumetokea? Baba. Kuna nini mbona ongei? Baba. Baba mama yuko wapi? Baba. Baba kuna nini jamani? Kuna nini? Mbona mwambie kuna nini hapa? Baba. Baba. Baba mama yuko wapi? Baba yako. Baba yako amefariki. No, haiwezekani. Baba mama hawezi kufariki bwana. Acha kumtania mama yuko wapi bwana? Mama. 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 Baba. Baba. Mama. Pole dada, jikaze. Jikaze sana dada, pole. Basi. Sana baba. Baba pole. Pole baba, jikaze, pole. Pole baba. Mimi bwana nilikuwa nataka niende wilayani hapo kufuatilia mambo yangu, lakini bahati nzuri nimekuona. Hebu niambie habari za Abasi. Upo mjini wewe, ndio mwenziwe. Naona maana yake hapa bwana, kusema ukweli mambo hapa kijijini ndio yashalibika. Ndio. Naona bwana. Abasi anafanya kazi gani? Kwa kuwa umetoka kujua maisha ya mwanao anayoishi kwa mjini, nitakwambia, sikufichi kitu. Ndio. Abasi bwana hana kazi maalum anayoifanya. Abasi Mario. Mario ndo nini? Analelewa tu na wanawake. Kuolewa. Kila mwanamke anamkuta yuko vizuri, yeye anaye mpaka hakikishe kamtia mkononi. Wanaomlewa wanawake. Sio wanaume. Wanawake. Kwa hiyo mwanamke yote ambaye anamwona ana pesa, anajiweza, yeye lazima awe naye. Kwa msingi alikuwa nao huko mwanao, msingi kiuno, hana kazi maalum anayoifanya. Sasa biashara gani anafanya hivi? Unajua Abasi mimi alikuwa mdogo mpaka jandoni la kienyeji. Ndio la kienyeji wanahadisia kwingine mpaka mambo ya ndani kabisa. Masomo yake. Sasa yule na masomo yule ndio ameatia sana manani kuliko hata shule. Shule ilikuwa na akili ya basi. Na wewe unafanya kazi gani? Mimi namshukuru Mungu, upande wangu mimi napambana mjini, lakini shughuli zangu mimi nauza mifuko, maji haya ya kufunga. Unaona, kwa hiyo Mission Town kinachokaa mbele mimi nafanya. Sichagui kazi mzee wangu. Na hizo nywele kuweka sijui ndo kalikiti sijui za zuu sijui ndo nini. Sasa hivi mzee wangu hii si ujana tu. Uweze kukaa rafurafu na kule mjini tunakoishi. Wanawake wakupende na wewe. Kabla ya kupendwa na mtu lazima ujipende wewe mwenyewe. Ujipende mwenyewe, mtanashati ndio mtu atatokea atakupenda. Sasa ukimwona Abasi mwambie akitoka huko akiamaka kuja huko hataki. Kama kawa mzee au msingi kiuno kimebojoka, asije kukaa katika banda langu mimi. Aliponitenda na wanawake zake mimi bwana, unaona nimekoma. Atafute sehemu akakae. Kwa sababu alikuja mwanamke mmoja hapa akaja kuniambia eti huyu tajiri yangu. Baadaye mwanamke karudi tena anasema Abasi kanitenda, sijui katembea sijui nani. Kaja mama mwingine, kaja akamchukua mwanangu mpaka kwenda kusoma shule jinsi alivyokolezwa na huyo Abasi. Anamlipia ada shule za kizungu zile. Kaja akamkorofisha, kaja akajivua tena. Mimi nilivyokuambia na kwenda wilayani kila kati namrudisha shule ile ya zamani na nini na mwanangu.
nimefanikiwa hilo. Bado wilayani sasa hivi nakwenda kufuatilia mikopo, nipate labda nimejikimu. Mimi nilikuwa nishaboteka, jua mwanangu anafanya kazi ya maana. Nilikuwa mimi sikauki, huko nitakata mchele, nikitaka kufunga duka mimi na mchele na unga ningefanya biashara hiyo. Lakini ya nini? Na kumbe maskini ndio huo unasema msingi kiuno. Ndio msingi wake Dar es Salaam. Hana msingi mwingine yule bwana. Msingi kiuno. Unavyosikia watoto wa Dar es Salaam anasema msingi kiuno. Yeye ndio msingi wake huo. Msingi kiuno kutoka Sindimba au? Sindimba baba. Shughuli ndio hiyo. Yeye na mademu tu. Akimkuta anajiweza tu anaye. Paka mtie mkononi. Sasa hiyo sio kazi nzuri basi kama ndio hiyo. Na matokeo yake sasa tunakuja kuzulika mpaka sisi huko. Sasa wewe usiwe kama basi na umwambie hivyo. Sio mwambie hivyo kama nilivyokuambia. Mtamfikishia ujumbe wake. Sio wake tu. Na wewe yani ujifunze kutokana na kuona. Kuna watu wanajifunza kwa kuambiwa, kuna watu wanajifunza kwa kuona. Wewe unajifunza kwa kuona na kuambiwa. Usiwe kama basi. Na Mungu adijalie neema mzee wangu. Sababu kila mmoja anajiandaa kutafuta maisha kimpango wake. Kwa hiyo sijui yeye ana malengo gani. Mungu katika kutafuta jambo hilo. Wewe yani wewe jizuie yani wewe usiwe kama basi. Unasoma kwa Mungu hapa. Sawa. Najua nilikukosea sana. Najua nilikuumiza. Lakini hebu angalia sasa hivi nilivyo. Sina mbadala zaidi ya Romes. Anita Shazika. Ni yeye ndo atakupa mrithi wangu pekee. Na ndo mtoto pekee alobakia. Tafadhali Media. Naomba unipe nafasi. Nimchukue mtoto. Umesahau nilipokufuata ofisini kwako na kukwambia nina ujauzito. Ulinijibu nini? Uliniambia wewe huwezi kuzaa na maraya. Leo hii nimekuwa malaika, unakuja kudai mtoto. Unajui nimepitia mangapi mimi kumlea yule mtoto? Unajui nimepitia mangapi kulea ile mimba mpaka Romies amekuwa. Leo hii unakuja kirahisi eti unadai mtoto. Unajua magumu niliyopitia mimi? Umekaa unaponda raha tu huko. Leo hii baada ya kuondokewa na binti yako ndio unakumbuka kwamba eti kwangu kuna mtoto. Nimekuwa malaika leo. Umalaya tena umenisha. Media. Mimi bado nitaendelea kukuita tu Media. Na uhakika moyoni mwangu hujatoka. Niseme tu na nikiri, yalikuwa ni maneno tu. Lakini moyoni kwangu upo na kuthamini. Na ndio maana unaona nimekuja. Sio kama nimekuja tu kwa ajili ya Romes, hapana. Ni kwa ajili yako pia. Hebu rudisha moyo nyuma. Mtoto nataka nimpatie kazi. Yeye awe mrithi. Kwa nini? Waje watu wengine baki na wasaidie watu wasiokuwa tena maana. Nimwache kweli mwanangu ateseke? Please baby. Nipe mtoto. Sahau yalopita. Naomba nikwambie. Sahau kuhusu mtoto kwamba ulizaa na mimi. Mimi sina mtoto wako. Miaka mitatu nyuma iliyopita ulinijibu nini nikiwa ofisini kwako? Niliondoka mtoto watu mikono nimejishusha kichwani. Sijui mzigo nampa nani. Kwako ilikuwa ni furaha. Kwako ilikuwa ni shangwe. Kwa sababu maisha wao umeyapatia. Lakini hukujua dhambi nilipata mimi. Wao hukujua mimi niliyopitia. Unajua nimepitia nini nikiwa labda nimekumzaa Romies. Romies kidogo aniwe, anitoe yangu. Eti leo hiki leo unakuja kudai mtoto kwangu. Mimi ni malaya tu ambaye siwezi kuzalia. Alokuzalia ni malaika. Kwa hiyo na malaika wako mshakosa mtoto. Mimi kwangu sina mtoto na wewe. Kwa sababu hukunithamini mwanzo. Sasa hivi huwezi kujua thamani yangu mimi na yule mtoto. Usifikie huko Mungu. Niko chini ya miguu yako.
Naomba usahau yalopita, tuishi kama zamani. Nipo chini ya miguu yako, tafadhali. Usifanye. Niache. Kutoka kwako. Nenda kwa malaika wako, niache mimi na umalaya wangu. Uweze kukazana malaya. Mama Rumi.